what are we supposed to do within 0 to 3 years? Yani unajua bwana Nyandire, Yes. Kidogo tu na miaka ya 0 hadi 3. Yes. Mtoto huyu ni mdogo sana. Yes. Lakini CRS kama shirika linaangazia mambo mbalimbali katika vipengee vya kuhakikisha kwamba ulinzi wa mtoto umenawili vilivyo. Kidogo kwa msikilizaji na mtazamaji, ni mambo yepi ambayo mnaangazia kuhakikisha kwamba huyu mtoto kwa katika upande huu amefaidika kwa njia moja au nyingine? Sasa hii mradi yenye tumekuwa nayo imekuwa mradi ya 3 years. Miaka 3. Ilianzia 2022 June na it will be ending by 31st May this year. I know the idea of radio talk shows came a bit late during the 2nd year of implementation, but it has done a lot because it has enabled us to reach many listeners. Sasa mambo yenye tunaangazia kwa hii mradi ni it is what we will call nurturing care. And when we talk about nurturing care, because we are looking at the things that we are supposed to do for this child for the first 1,000 days, so that we will be able to model them and they will grow actively and become who they want to become in future if we get it right. And these right things that we want to talk about are 5 key things yenye tunaangazia. One of them is good health. Afya nzuri. So in good health is where that 0 comes in. Because when you talk about conception could be the start of the thing at 1 day. Maybe. But tunaangazia 0 because if in terms of health, we want the caregivers to be prepared even before they conceive the child. We want them to plan. We want them to be of good health before they start thinking of even having the child. We are laying the proper foundation for this child. Because we have cases whereby maybe the mother of the child and the father of the child could be having blood groups that do not match, and if they match, they could affect the child. So, these things, when we talk about good health, before we conceive the child, we need to also visit the hospitals for the medics to assess our health, to know or to give us green light if we are healthy to even have this child, or if we could be having some underlying conditions such as HIV and AIDS. They can advise us. How do we conceive this child? How do we nurture it and this child will not be HIV positive? Kwa hivyo ni kusema kwamba katika upande wa afya nzuri, hawa wawili ambao pia wamepanga kumpata ama kumuleta mtoto katika ulimwengu huu, kwanza wapange hata kabla ya kufanya kile kitendo cha kuhakikisha kwamba mtoto atapatikana. Lakini kidogo tuangalie upande wa afya. Ni nini kile ambacho wanafaa kufanya, wanastahili kufanya wakiwa tuseme ni mume na mke, wao wawili wanastahili kufanya nini kwanza? Sasa kitu wanafaa kufanya kwanza ni kuenda kwa hospitali, zahanati, health yao iangaliliwe vizuri. After that, they can now have this child. And even after conceiving, on the first day that the mother realizes that they have conceived, they also both the parties need to go to the hospital again. Now talking about both parties, unajua kidogo kuna kasumba, kuna taasubi fulani ya kwamba mwanamume apendi kutembea na mke wanapoenda kwa mfano clinic.
inakuwa namna gani sasa hapo? Ukweli ni kwamba Naam. Hii ni jukumu ambalo wanaume wamekuwa wakiachia wanawake, lakini inaistahili wote waende katika health clinics juu huyu mtoto ni wetu wote. Asante bwana Dickens Nyandire. Kidogo tu tukiingia kwa Vena Captain, Nyandire amezungumzia mambo mengi sana katika malezi ya mtoto wa 0 hadi miaka 3. Lakini kwanza tuanzie pale kama viongozi wa makanisa, ukiwa mmoja wa waziri wa kanisa, je, jukumu la kanisa ni lipi kuhakikisha kwamba hawa wawili ambao wamepanga kumleta mtoto duniani wako na afya nzuri, mambo ya good health? Na je, kunayo Biblia, kunayo vifungu katika Biblia ambavyo vinazungumzia mambo kama haya, masuala kama kwanza niseme asante kwa sababu ya CRS. Naam. Maana wamefanya sasa wanaume mindset yao imebadilika. Kuna turn off. Yes, mindset yao imebadilika kwa sababu ya malezi ya mtoto. Jambo la kwanza nataka kusema kwamba ni Jeremiah 1:5 ambayo inasema kwamba before I formed you in the womb I knew you and before you were born I set you apart and appointed you as a prophet to the nation. Huyu mtoto anapokuja katika familia ndugu Nsarigo, ni lazima mzazi mujipange, wewe wawili na mama, ya kwamba tunataka kumpokea huyu mtoto. Na huyu mtoto tutamlea vipi? Ni lazima kwanza uanze na mama mwenyewe. Mama apate lishe bora, na mama akipata lishe bora, huyu vile vile anapata lishe bora katika tumbo. There is communication even with this child akiwa wapi? Tumboni mwa mama. So hii communication inaanza wakati mnaanza hii safari pamoja. Hauanzi mama peke yake. Safari hii inaanza na watu wangapi? Wawili. Na Dickens amesema ya kwamba ni lazima wanaume na au wazazi waweze kuenda katika zahanati zetu, waangaliwe, waone ya kwamba afya yao iko mzuri. Pengine unaweza kuwa na virusi, madaktari wetu watakushauri jinsi mnaweza kupata mtoto na mtoto huyu asipate virusi. Kwa hivyo Biblia inahimiza ya kwamba hawa watu wawili, ujue kwamba Mungu alitutenga hata kabla hatujafanya nini, hatujazaliwa, na anajua, alitujua. Kwa hivyo hata wewe wakati unapoingia katika tendo la ndoa, niseme hivyo, unajua kwamba huyu mtoto atakuja kuzaliwa, na akija kuzaliwa ni vizuri kulingana na maagizo ya Biblia. Sisi kama viongozi wa wetu katika mradi huu umekuwa kuhamasisha Wakristo wetu kuona ya kwamba ni hakika kulea mtoto katika njia ifaavyo, aswa umuhimu wa 0 to 3 years. Hii siku 1000 ambayo Dickens amesema ni maisha au ni muhimu wa maisha huyu ambaye mtoto anataka kuzaliwa. Maana anapozaliwa akili yake bado haijachanganya mambo mengi, na itaanza kuchanganya mambo mengi kulingana na vile tumemlea sisi. Kwa hivyo ni muhimu sisi kama viongozi wa makanisa kuhamasisha Wakristo wetu katika makanisa yetu na hata katika mosque. Na nimefurahi maana shirika hili la CRS halikuchagua, lilisema watu wote, madhehebu wote, Waislamu, Namlef na name them all, tumefanya kazi hii tukiwa kama kitu kimoja, kwa pamoja. Yes. Asante sana. Kidogo ndugu Dickens, kabla ujaingia kwa mada nyingine, omonchumu ligere no matagira lyombo na kutonyora ali shirika lira sembeo bakurunga CRS, yani Catholic Relief Services, no bokoro lyo bigabu ndibu mwana ya Masemo Imegatembe Television na yo kutonyora Semeli Radio 102.7 nyora na buku enda gutulikira ujumbe yago go soto bekira comment genda 102.7 live na boy Gatembe TV Semeli ya ukurasa kitabu, yani Facebook na bukutubuate live ya Masemo liyatobekere comment yago nga ekereleki yago liboli andakuraga nikobeka comment yago ya Masemo 0741583878 nichi namba chi studio boy gona bokwenda gutulikira ujumbe gusikirigo nshikireleki yago kiro asenchira ya bene. Bona Dickens,
Kidogo tu tukiwa tuangazia mtoto huyu ambaye pia mtoto mdogo sana lakini tukiangazia mambo ya malezi sasa, malezi bora, adequate nutrition inakuwa namna gani? Vile captain amesema adequate nutrition ni tuseme the nutrition and the child is supposed to get so as to grow and thrive well. Zile aina za chakula yenye wanafaa kukula. So kama tunaangazia mambo ya adequate nutrition, we want to see that the caregivers, all of them, including the father, they are supposed to get balanced diet so as to even have the energy as the father to provide for the family, and as the mother you get good nutrition or the balanced diet so as to also provide child. So when we talk about nutrition ya huyu mtoto mdogo, and when we look at before birth, the child gets food from the mother. It means that the mother must be fed well. Then after birth, immediately after birth, in the first 1 hour, they are supposed to be breastfed exclusively until 6 months without even giving them water. Kwa hivyo ni kwamba ni sheria kwamba mama amnyonyeshe mtoto hadi umri wa miezi 6 kumpatia kitu bila chochote. Hata maji yafai kupewa. Juu the breast milk iko na maji, enough water for the child. So that is why we are saying that it has all the nutrients that the child needs at that time. Hata hiyo maji mtoto asipewe. The reason as to why we are saying they should not be given anything before 6 months is that their system, the digestive system, is not fully grown to digest the foreign foods that you want to introduce them to. After 6 months, now we'll start talking about what I know during our last show, we talked about complementary feeding. So, hatutaacha kunyonyesha huyu mtoto, tutaendelea kumnyonyesha, lakini tutaanza kumpatia aina ya vyakula vingine to complement the breast milk. During this time, the breast milk proceed to provide the child with almost half of their nutritional needs, while the complementary feeding also provides them with the other half. So, and na mtoto anafaa kunyonyeshwa mpaka 2 years and over. All right. Yes. Asante sana msikilizaji na mtazamaji, kumbuka kwamba shirika la CRS ndio tuko nalo hapo ndani ya studio mwancho motigere no morigere eyo masemo bali mungu tobuati. Shukrani sana ndo chigali mungu kurunga Victor Omondo Miyenda all the way from Buomondo village Uteri ya Buga. Good morning, asante sana. Sura Mbairo Savi kutoka maeneo ya Ruben Nondeime, asante Kigima Umari Umwange kurechisa mochiri mambia bono nera kotabangano waraso murobali. Kidogo tunapoangazia mambo haya, Captain Fen Okota, mambo ya lishe bora amezungumzia ndugu hapa afisa wa mradi. Kidogo tu unapoangalia juu ya lishe bora, ni nani huyu ambaye anafaa kuhakikisha kwamba huyu mtoto amepata lishe bora? Je, ni mume, ni mama, ni caregiver, ni nani huyu? Kwanza ni swali nzuri, na leo Onsarigo nataka kusema wanaume ndio wanazungumzia masuala haya ya malezi bora ama umuhimu
wa utunzaji wa mtoto. Mara nyingi tumekuwa hapa na Daktari Jacqueline tukizungumzia maneno haya kama afisa wa afya, lakini leo ni wababa wako hapa. Kwa hivyo jambo hili liliguza baba sana. Mradi huu ulitarajia kwamba baba aweze kuwa katika mstari wa mbele. So Amani is the source. Amani is the source. Wewe ndiye unafaa katika ulimwengu wa kisasa, kuna mama ambaye anafanya kazi, mzee anafanya kazi. Wote wanaungana pamoja kuona ya kwamba mtoto huyu anapata lishe bora. Yes. Right, asante. Asante sana Wanjuma Mategereli. Ekatoja kuligilia Yonsi andake tukiwa kwako Captain Veno kote kabla nimlete Alhaji naye kwa upande mwingine kidogo azungumzie mawili matatu. Ningependa labda uhusia wako ujue mtazamaji upande wa kanisa nafasi kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba amepata haya yote tunayozungumzia ni yapi, na pia ni mbinu zipi kanisa ambalo linastahili kufanya ama kutenga kando, mbinu zile ambazo kanisa linafaa kutenga kando kuhakikisha kwamba huu katika mradi huu ulipoanza haswa mtoto huyu 0 to 3 years. Lakini baada ya kuhamasishwa na shirika letu la CRS pamoja na kanisa yetu na katika mosque zetu umuhimu ya kwamba mtoto huyu mama anapo pata mimba ni lazima tuanze kujiandaa kuweza kuwapatia watoto hawa lishe bora, na hata mama mwenyewe ili awe na afya mzuri. Mtoto huyu akizaliwa atakuwa na afya mzuri, na magonjwa haya mengine yanaweza kuaffect mtoto akiwa mdogo, hayawezi kumpata sana ikiwa mtoto huyu ametunzwa vizuri. Kwa hivyo ni kusema kwamba katika makanisa yetu kuna mafunzo, kuna makundi ambayo yanahamasisha wamama jinsi ya ulezi. Tuko na makundi ya wababa tunaoita men champions, ambao sasa wako kipaumbele kuona ya kwamba hii elimu au knowledge tumepata kutokana na mafunzo kwa CRS yanatimizwa katika makanisa yetu. Wamama vile vile makanisa yetu wametenga sehemu, maana mama akiwa na mtoto mdogo, unajua mtoto ni msumbufu. Makanisa yetu yameweka hata sehemu ambazo mama akija kanisani atasikia ibada ikiendelea, akihubiriwa neno ya kunyonyesha mtoto. Those feeding corners zimekuwa in our churches kwa sababu ya umuhimu ya mama aje kanisani, na hata kama huyu mtoto akiwa mdogo. Wanjuma Mategereli uyakuruga Captain Veno kote yamanse kigima garasuye gusanganira gaiga asumurubuliga yamanse kiraba ukwana nkiringa umwana yobwate mutienye useziro agoika emyaka 3 nagana iri konyorubulindi burubuya nabo yogita samaigiri aiga ba kubwato kaneri shirikilia CRS na yasuru muibuli nabo yigo umulindi bumwana ngagoika anyoli ndagirengia afya ya yebengia na yonsi diga kurwa sabantu babere umusacha no mukungu gose uli umulindi mwana ayosika udonyo kuri iri mwanchu muri Mategereli ligenda go tobwate yamasemo unakolera gukwa 92 Veno Okot captain, lakini toko no mutumo ko musini tonyole oyo minto Alhaji akura sedini liga Islam na rajo to amangana mayakigima asinchira yabene iko mwanchu Mategereli muri tobashe kusukatu chali usiende mbali kwa sababu bado tutazidi kuzungumza moja kwa moja katika mada hii kubwa ya malezi ama ulezi wa mtoto akiwa ni umri wa 0 hadi 3. Iko na watu basi kusiko Wanjuma Mategereli katogere kusanga yamo asemo aiga ase studio kwa mnyara tule omoganionde ogochaga iga Alhaji kurwase ensabeli ya dini ya Islam nerato manyinga ngaki amangana yu agokolekana yamo asemo. Santis
turugagu ole kurunga brani akoleta mamocha sinja tabwati mbwengia. Lakini usikenda ikubi karibu sana ndugu hala haja Ramadhan. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nawe hapa. Tumekuwa pamoja kwa muda mrefu sana. Nashukuru kwamba huu na ubwiri wa afya. Karibu sana kaka. Asante sana, nimeshukuru. Naam. Nimefurahi tena kuwa hapa mara nyingine tena. Kwa njia ya utangulizi, labda wewe ni nani kwa minajili na msikilizaji na mtazamaji? Kwa majina ni Alhaji Ramadhan Hussein, Secretary wa Supreme Council of Kenya Muslims. Nasimamia sehemu hizi zetu za Kisii na pande ya Nyamira vile vile. Uwanja mwategera liyo muri kibeko mbekeleki ya edini ya Waislamu subukema akurunga hala haja Hussein Ramadhani neto usanganere bono mambia nere kurua sense biara tomanyinga nkiki ga RS ebwate anamono asi kidogo kabisa. Ulipokuwa unatuzigiza ni kwamba ndugu Dickens pamoja na Captain Vek Ogod Venogot mwenye ametoweka ewani wamezungumzia mengi sana kuhusiana na malezi ya mtoto, upande wale wa afya bora, lishe bora na mengi mengine. Lakini tunazungumzia, je, kulingana na imani ya dini ya Kiislamu, je, mtoto huyo mdogo sana, je, imani hii Waislamu wao na imani ipi kuhusiana na masuala kama haya? Kabla hapo, kwanza ningependa kutoa shukrani sana kwa CRS, Catholic Relief Services. Kwa vile wamekuja wakatujumuisha Waislamu na Wakristo wakatuweka pamoja na hawakubagua. Na hata wametuandikia kitabu kabisa ambao ndani yake wamequote Qur'ani ndani yake. Ndio tunatumia hicho kitabu katika kufunza watu. Kwa hakika hii ni jambo ambalo ni vigumu sana kwa sababu watu wengine kufikiria huyu ni Mkatholiki, kushangamana inakuwa ni vigumu sana. Lakini tumeshirikiana katika Nyamira, kuna interfaith ya Waislamu na Wakristo wote na tumeshirikiana na Interreligious Council of Kenya. Mambo haya tunaendesha kisawasawa kabisa. Jambo la kubwa kabisa ambalo kwa hakika sisi wahubiri tulikuwa hatuangazii ni kwamba malezi ya mtoto tangia mama apate mimba mpaka kuzaa hatukuwa tunatia maanani sana katika mafunzo yetu katika mimbari au katika pulpit. Kulingana na CRS vile amekuja kutuunganisha, tumegundua kwa hakika hata huu mradi ulipoanza mimi nilipata changamoto. Kuna mama akaja akanipigiwa simu, mtoto amekufa ndani ya tumbo, mimba inaanza. Sasa wakati mama anapata mimba, kuna ile ambao nitakana tuimize watu waanze kufanya nini, kuenda katika kliniki, na kuna kliniki baada ya kuzaa na kuna kabla ya kuzaa. Na wengine walikuwa hawaangalii hayo. Na mambo mengine ambayo hii ya nurturing care, malezi bora, kwa hakika wengi tulipata kwamba walikuwa hawajui namna ya kufanya nini, ya kuzaa katika majira. Hii kuzaa katika majira ndio watu wanasema eti ni family planning. Kwa hivyo kuzaa katika majira wakati ufahao. Qur'ani yenyewe imeangazia ikaambia mama umnyonyeshe mtoto kwa miaka 2. Sasa wewe usizae tena, maana ukizaa utafanya nini? Hayo yamenakiliwa kwa Qur'an. Imenakiliwa kwa Qur'an chapter 2 aya 33, 233. Sasa Mwenyezi Mungu anasema mama yoyote anaponyonyesha anyonyeshe mtoto kwa miaka 2 kamili bila kupunguza. Ina maana kwamba kabla ya miaka 2 mtoto mama huyu asipate mimba. Si tayari hii ni kuzaa kwa majira. Ambapo ndio tunaambiwa ukiambiwa uzae kwa majira ni kwamba umpatie huyu mtoto nafasi wa kuweza kupata lishe bora. Na moja ya lishe bora ni maziwa ya mama. Lakini ukipata mimba nyingine, hiyo maziwa itabidi usimamishe, usimpatie mtoto. Tayari umemdhulumu huyu mtoto. Na kulingana na mafunzo yetu, Mungu atakuandikia madhambi na you'll have to answer. Umemdhulumu huyu mtoto. Sasa haya mafunzo kwetu yamekuwa ni bora zaidi, ambapo sisi tumekubali kama mashirika ya kidini kwamba hata kama CRS kwa sasa ama kwa leo wameondoka, watatuacha sisi ikiwa sisi tuko well equipped, tumejihami
kuendelea kuhamasisha watu wetu na haya mafunzo. Sadakta mtazamaji na msikilizaji, ndugu Hussein Alhaji Ramadhani ambaye ni katibu katika shirika lile la Waislamu la SUPKEM, akitoweka hapo na mambo mazuri zaidi. Kuigulenga kiako tabanga amangana yonsinadi kira se Qur'an se kanuni jire jaba Islama nga umuibuli na wente kurwa libaga aso kuibura okuya onyo iboire anaandaru libagali umwano ndego chikocha yonse na magana maya kulingana na ile shirika ya CRS. Kidogo labda turudi kwa ndugu Dickens ambaye ni afisa wa mradi huu. Tunapoangazia mambo ya caregiving, responsive caregiving, au ambao ni walinzi wa huyu mtoto. Kwanza kabisa tuanze ni akina nani hawa ambao ni walinzi wa huyu mtoto? Walinzi wa huyu mtoto ni baba na mama. Baba na mama. Au ndio wa kwanza kabisa. Wanafaa kushirikiana kwa kulea huyu mtoto. Si mama peke yake. Si mama peke yake. Si baba peke yake. Si baba peke yake. Naam. Sasa inakuwa namna gani katika upande huu? When it comes to responsive caregiving, we are talking about labda za zingine mtoto analea, ujui analea, inaonekana ni mgonjwa. What step do you take? How do you respond? Do you take 3 days to monitor the child before you take them to the hospital? Right. Or how long does it take you? So in terms of responsive caregiving, if you see your child is showing signs of illness, what you are supposed to do is to rush them to the hospital, because you are not an expert to monitor the temperature of the child and say that hii haijakuwa tu, bado ni monitor. So kitu unafaa kufanya mtoto kwa hospitali. So in caregiving, we are also looking at male involvement. We want all males to be involved in their bringing of their children. To the mothers, because this child is our child. Roles in their bringing of this child. If you go to maybe most developed countries, let's say United States, you will realize that these roles, they are done interchangeably, depending maybe where Geoffrey leo mama anaachiwa mtoto, mzee anaenda kazi, usiku mama anaenda kazi, mzee anabaki na mtoto katika yale mataifa ambayo yamenawiri kidogo. Yes. So it is a role that is for all of us, not mama peke yake anaachwa na mtoto. Naona ndugu Alhaji hili kidogo limemfurahisha kidogo, lakini kwamba ni ruhusu ndugu wa Ramadhani utuambie juu ya haya maneno tunapoangazia mambo ya ulinzi bora, responsible caregiving. Unajua siku hizi katika mabadiliko ya teknolojia ni kwamba wengi hata wamama wanafanya kazi, na inabidi kwamba labda yule mtoto anapozaliwa pale kidogo tu anaachiwa yule mlinzi wa nyumbani, yule mate. Je, inakuwa namna gani? Kwa hivyo huyu ambaye anaachiwa mtoto pia kuna jukumu la kulea huyu mtoto kulingana na dini ya Kiislamu. Labda mtazamo hupi? Mtazamo wa Kiislamu, kwanza inatakikana wazazi wawe ndio viigizo vyema kwa watoto. Good examples. Wakuangalie wewe na watoto wanasoma through observation. Naam. Mtoto wako vile anakuona bwana Unsarigo unafanya hivi saizi kwa TV, utakuta yeye ameweka vitu kwa mtu mwingine hapo katikati. Huyu mtoto atakuja kuiga nani? Yule wa katikati. Yule mtu wa katikati.
mtoto ako most of the time ako na nani na huyu mlinzi mkazi mfanyakazi wake wa nyumbani atakuwa anamuiga yule. Sasa kama bahati yako ni mbaya, huyu ana tabia mbaya, bosi atamuiga yule tabia zake. Sasa nyinyi wazazi katika hali ya malezi lazima wewe ujionyeshe kwa mtoto ili mtoto aige ile mwenendo yako na tabia zako. Na tunaambiwa kila moja ni mchungaji, anaenda kuulizwa kuhusu kitu alichokuwa akichunga. Chunga ule wachukuaje? Wewe lazima utaulizwa, utajibu haya maswali mbele ya hayo yako kwa Qur'an, yako katika Qur'ani kabisa. Kila mtu ni mchungaji. Lazima utaenda kuulizwa nini ambao ulikuwa unachungwa. Sasa hapa role ni mbili. Wewe baba utaulizwa juu ya bibi yako na watoto wako. Na mama vile vile ataulizwa juu ya bwana yake na watoto wake. Mama asifikiri yeye pia ataulizwa. Vile yeye alivyomchunga mume vile vile ataulizwa. Na watoto vile vile namna ambao watakuwa wameheshimu hawa wazazi vile vile wataulizwa. Na haya yote yanatokana na malezi. Sasa kwa mfano, baba akiwa ni mkali anapiga mama na mtoto yuko ndani ya tumbo, huyu mtoto tayari anaanza kuiga hiyo mwenendo wa baba, kwa sababu huko ndani ya tumbo anasikia. Kama kuna kelele hapa nje, huyu mtoto anasikia na anahisi. Sasa utakuja kuona mtoto anakuja hapa duniani anakuja kubehave kama baba, ataanza kumisbehave na watu, kumbe ni tabia ambayo ameona kwa nani? Kwa baba yake. Hata amesikia tu, ameiga ile katika ile. Sasa ile wakati wa mtoto kulelewa, hii ndio wakati yeye anaiga mambo. Nashukuru ndugu yangu mwacho mutagarari akatuligeti kuchukua habo no mambia kigma sumurobali ugutanyo sababu kwa nubu nsoba nenenga alishiriki ligali ya CRS ni goligende tikwene kinga kwa jodi chisemi omugusia ko tebenga unasemi asemi omwabo nagekoro bali gakone kinga yo mwenyene omuiboli omwaka omwana omungina twensiamo kiujumla tuanyura manganaya eligerato konye asobore libu mwana yo mokekegma ndugu Dickens tukiangazia labda tunapoangalia maliza program safety and security, mambo ya ulinzi sasa bora wa huyu mtoto. So when it comes to safety and security, we are looking at the safety of our child and the security of the environment in which we are bringing them up. So on the part of environment, we want the environment in which this our child plays to be very safe, because we want to protect them not to get harmed. And again, in terms of security, who do we leave our children with? Are they people that can harm our children? So that is all in brief about safety and security of our children. And we are not walking this journey in a vacuum, because we are also working with the experts, which is the Directorate of Children's Services. I know we have engaged them, and at one time they were here to also talk to our listeners about safety and security of the child, and even the steps that about even the act, the Children's Act, Security Act, that is they are supposed to look at while looking at the security. Kwa hivyo ni kusema kwamba pia katika upande huu mtoto hako na haki yake, kuna haki fulani zile ambapo kwamba mtoto akinyimwa hizo haki zake, hakuna uhuru wa kuzitafuta katika mashirika ya uongozi. Naam, tukiwa hapo, kabla niende kwa ndugu yangu Halahaje, angalia mambo ya opportunity. Nafasi gani sasa ziko kwa mafunzo haya ya mwanzo ya mapema ya mtoto mdogo? Yeah, now when it comes to opportunity for early learning, of which normally when you talk about ECD, what comes to the mind of the listeners? The nursery. Early child. The early childhood learning. So when you come to this area, it is also wide, because we are looking at all the interactions that will enable this child's brain to grow, to grow well, to grow and develop well. So we are looking at interactions. I know my colleague had mentioned a few things. You know, as early as 16 weeks in the life of the child,
they can hear sound, and we are saying that this is the right time. In fact, they say that education for this child starts from conception. From the point that the conception takes place, then the child has already started learning. So all those interactions are very important. That is why we are telling even the male caregivers that mothers during that time, they don't need to be stressed, because that stress or pressure that comes to their life will affect the brain development of the child. So we want to encourage male caregivers and even the older siblings during the time when the mother is pregnant. The father, you as the father, you can touch the stomach or the womb of your mama and talk to your child. Start telling them you are the father. So this child will, when they will be given birth to, already they shall have known the father. We are also encouraging the mothers to even dance to music, because already this child is active and they listen to those sounds. Ndugu Dickens, unapozungumzia hayo kwamba ni jukumu la kila mmoja kati ya wawili, kwamba kila mmoja kisha kwamba kila kiumbe kimepata raha, hata ingawa akija toka mle tumboni, kwamba wote wawili wako na nafasi. Lakini kidogo tu tunapomaliza, ndugu Rahaja Ramadhan Hussein, naona kwamba labda changamoto zimekuwa ama ni nini kile ungependa kuweka kwa msikilizaji na mtazamaji kuhusiana na mambo hayo yote ya kwa jumla, kwamba nurturing care companies kwa mtoto mdogo na caregivers wote linastahili kufanywa ni lipi, ndugu yangu tunapomaliza? Kwa hakika mazingira ambao mtoto anakulia ndani ni kitu muhimu sana. Kama vile tunaona mama amekuwa katika mazingira hali gani, itamdhuru huyu mtoto. Lakini wakati wa malezi vile vile anapokuwa, lazima uangalie hawa watoto anakuwa katika eneo gani. Kama kuna eneo ambao majirani ni watu waovu, walevi, wanini, sasa wewe ukimkuza mtoto katika eneo kama hilo, bila shaka hii mazingira itakuja kumdhuru huyu mtoto. Kwa hivyo moja kati ya jukumu la wazazi ni kuhakikisha katika ile mazingira ambao wanamlea mtoto, shule ambao wanampeleka ni shule ambayo ni haina jambo lolote ambalo linaweza kwenda kuharibu fikra na kumpotosha huyu mtoto. Kwa hivyo kwa malezi haikuishi tu hivi kwa kumlisha tu, bali ni kufanya nini? Ni kuhakikisha kwamba mazingira ni mazuri na ni masafi, hali ya usafi vile vile izingatiwe. Yangu nafikiri ni kama hayo, na tumeshukuru sana kwa tika. Nashukuru Alhaji kwa sababu umekuwa pamoja nasi, na kwa leo mafunzo ni mazuri zaidi. Shukrani sana ndugu Ramadhan kwa kuwa pamoja nasi. Ndugu Dickens, unapomaliza labda kwa mtazamo wa yote kuhusiana na program. I just want to take this opportunity to thank all the listeners, because they have taken this project seriously, and to inform them that for this particular project or program, it will be coming to an end in May, but whatever we have given to the faith leaders will not end. They will continue to sensitize the public about these children 0 to 3 years. So let this information not die. Hata hii mafunzo yenye tumekuwa nayo leo isikufe leo. We want them to practice. Otherwise, asanteni sana. Shukrani sana mwanchumu ligera libali mwezi matulikira posta ni rayora kurubugita Brian Masamba senti sana fundi ya gitare gali ya power isori maikara all the way kurugitare gali gotebanga ya kurunga kurunyangusu mama watoto faida na umuiwa bakina mi senti sana ijaute nene kurwe mongario siri mbya mono saina eno kukuruba bacho gali prova. Asante sana, thank you for watching, listening. Joshua Munguru ole kuru kijusi. Asante sana, shukrani sana. Na bandikali nsabili mtandao na rabali kwa niaba yake
kosi ya Keiga, yani Catholic Relief Services, letutwalinga Ramadhan hala haji Hussein kurasi kembekeligia sobukem na bayigo no murandia vena Captain Okote nkuru kwa Geoffrey Onsarigo mwana. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream.